Kwa hivyo yeye anasafisha mambo zake na jina ya wazee. Sasa kurudia wazee ni chifu wenyewe arudiane na wazee na wafanye kazi kwa vile walikuwa wanafanya. Waache kuharibia ni kitu kidogo na uchochezi haina maana. Sababu kuna wazee hapa na ni wafisadi. Tukiwawekelea mezani ndio wataweza wajua sisi ni wafisadi. Tunawajua vizuri, wengine wanakalia ploti za watu. Kama sasa wewe ulinunua ploti na sasa ukienda kuitisha ploti, wale wazee wanaanza kusema hapana, hapa ni kwa Haruni na Haruni aliu au mtoto wake ndio anadai. Haruni alienda aliuza na akaenda, mtoto wake ndio anadai. Hapa ni kwa mtoto wa Haruni. Nasikia wanasaidia kufanya ufisadi. Wengi baka wakora baka kinyumbani kwao kifamilia ni wakora. Tunawajua. Tukiwaekelea kwa mesa hawa watatoroka. Hata tunasikia wengine kuna watu walikuwa wanatukanwa jana walemea pande hiyo. Na ndio chifu anataka hao. Anataka kutoa wale wanafanya kazi aweke wale wake. Na wale hebu imagine mimi sipati msahara. Nakutaka unaona chifu anakuambia usilete 500 utakuja chai pale na hauna msaada na yeye ako na msaada. Hiyo ni kueleza nini? Si kueleza watu hata mwenyewe ako na imani na wazee. Na ujue si pesa tunapatiwa. Najua tulifanya kazi yetu kulingana vile inatakiwa. Mpaka tunapongezwa. Na hata tupongeze machifu wetu. Tunapongezwa mpaka ni machifu wa nje. Hawafanye vile tunafanya, watu wao wafanye hivyo. Moja, sisi machifu wetu unaweza kwenda kwa ofisini ukuta hakuna mtu. Usije kutoka usubuhi mpaka jioni. Unataka mtoto apigwe muhuri kusainiwa barua ya ID. Anakosa. Chifu mdogo alisaini yake, anamwambia aende kwa hiyo ofisi nyingine, anakaa kama siku 5 bila kumpata. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi yetu kulingana na vile sisi tunasukuma hiyo mambo ya watoto kwanza. Kama ni mji tunaiweka mzuri. Tunafanya kazi kubwa sana kuliko machifu. Kubwa. Na ya tatu kuwa chief mkubwa ana authority ya kufuta wao. Sababu mwenyekiti wa hiyo wazee wa nyumba 10 au wazee wa mtaa ni chifu mdogo wake. Wakati aliitana pale, aliita wale wazee? Hakuita. Aliita chifu mdogo? Hakuita. Aliita ule mama, lakini hakuita ule mwingine wanabisa na ule mama. Waliitana tu marafiki hapo wakakaa kwa ofisi wanasema ati walifuta. Kitu ya kwanza nilisema hapo mbeleni. Chifu ana kalamu ya kuandika mzee wa mtaa na ana kalamu ya kufuta mzee wa mtaa. Mzee wa mtaa ana pahali anaenda kuchukua pimbe ya kwenda kuchukua pesa. Sisi hatupatii yangu pesa ni kujitolea. Na hiyo ofisi tulifunga kwanza. Tulifunga. Hatuonekanagi hapo sisi. Hata kabla yeye aseme sisi tulikuwa tutajiondoa kwa kuwa tuongozi vizuri. Unaona? Huko tuliwacha Bogwa na Kayeye. Bahati mbaya Kayeye akafariki, Bogwa tukamwacha pale. Hakuna wazee wengine wanaendaga pale. Maana unaenda unakuta nani? Kesi ikifanywa sisi tunafanya. Hata sasa hivi nikikuja hapa kusafanya kesi kama ile. Leo hii usubuhi saa 1:30 kulikuwa na mama nyumbani anaruliwa nguo matiti ilikuwa nje. Nikakuja nikachukua huyo mama nikamrudisha kwa bwana yake, nikaita bwana yake tukakaa chini tukaongea na tukamaliza na wakasalimiana. Sasa nani atanifuta hiyo kazi? Nikusafanya kesi ile. Kuna kijana alikataa shule. Nikamleta kwangu. Tukaongea na baba yake na mama yake. Tukaongea. Kijana akaniambia mimi nitasoma na nitakuwa nikiripoti kwako. Nani atanifuta hiyo? Sababu hata ukitumana ofisi huwezi pata mtu. Wanipata. Sasa hizi ni tunajitolea. Sasa nililipo na nani hiyo? Ni kupenda. Kazi yako kupenda. Na hata saa hii tukikataa kufanya kazi, hata nyinyi watu wa media mtajua. Mtajua. Sababu mtakuwa mnaona watu pia wanapiga kelele. Wazee wale walitangulia sisi ndio hawakuwa sawa. Lakini kwa saa hii tuko sawa. Lakini tunafunga mkono na huyo chifu Mdida. Kuna mmoja hapa ya mzee anaitwa Mzee Daramani. Yeye ndio alikuwa anafunga mkono, anatufunga mkono. Watoto wanataka ploti ya baba yao, lakini chifu anakatalia naye.
nasikia yeye ndio anasema hiyo gesi isimame, isijengwe, isifanywe nini, na kusema watoto wale wako hawana kipadi na ni watoto ni wazimu. Lakini kuchunguza, sisi wazee tulichunguza tukaona watoto ni wazuri na ni wazima na wako na kila kitu, wakachukua ploti ya baba yao. Unaona, na hiyo mambo na tukapelekana mpaka wakaju, na hiyo mambo ikaisha. Sasa kutoka hata wakati hiyo ndio ililete shida hii yote, kusema huyu anaitwa hapa, wazee hawa anaitwa hapa, sababu wale wanafanya kazi sana hapa ni kama mimi, Kahiga, Kanga, Fe, Amisi, Mzee Abasi, Ali Madefu, wale wanafanya na Geto. Nyinyi kama wazee wa nyumba kumi, mnajenga ama mnapasua? Sababu ikiwa tutakuwa na vikundi mbili za wazee wa nyumba kumi, hiyo ni kujenga ama kupasua? Sasa sisi hiyo sasa hii ili ya buruburu hii kijiji yetu inaharibika. Juu wale wanajua, tuseme kwa mfano kama wewe mtu wa media unajua Mzee Kariuki anakaa kwa pale na anakaa kama miaka 10 akiwa mzee wa nyumba 10. Ukiambiwa ukaenda ukaangalia kwa uliza mtu mwingine swali pale, utaweza utakuta ule mzee na alitolewa. Atafanya nini? Atasema alitolewa? Mzee hatarudi kijana, ati akifutwa pale ati arudi kijana miaka 25. Mzee hata ukitukana mzee unajia mzee wako. Ukitukana saa hii mzee ujue unatukana baba yako, babu yako tu. Naona majoba wako. Kwa hivyo huwezi kufuta mzee sababu pia alizaliwa na Mungu, ni hivyo ako. Na ndio unasikiana wazee ndio naombawa waende wakaombe maombi ya mji. Si vijana, ni wazee. Kwa hivyo kudharau wazee, unadharau mpaka babako. Ni nini kinafaa kufanywa ili kuhakikisha kwamba tunarejelea ile amani, ile tendakazi ambayo kwamba tulikuwa tunaona wazee wa nyumba kumi wakifanya, ile upendo ambayo kwamba wazee wa nyumba kumi walikuwa wakiwepo nalo, wakitekeleza kazi kwa pamoja? Si ati ya kwamba nasikia kuna wazee wa nyumba kumi group A na group B, kukaweza kurejeshwa kwa ile amani, ile unity. Ningesema chifu kwanza aangalie, wache kusafisha jina yake na wazee. Maana sisi tunafanya kazi yetu kulingana vile inatakiwa kufanywa. Na hakuna mzee wowote anaweza fanya kitu bila chifu. Unaona maiti ikikufa, hatuwezi kwenda kutoa kwa nyumba bila barua ya nani? Ya chifu. Nakumbuka kuna maiti ingine ilizikwa pale Karibangi padi ya Wakristo. Diga ndio alipatiana barua. Akasema endeni, na akatumana kwangu. Sasa akitumana kwao simini aenda kuoneshana. Ilikuja kusemekana huyu alisiko kinyume. Lakini vile nilipatiana, nilienda kubaka kwa dio nikapatiana hiyo maneno. Akasema sababu hakuna komplena, na akaitwa na akakanywa. Huwezi fanya kitu alafu unawekelea wazee. Wakati huo Muhammad alikuwa huko hiyo. Ulikuwa na Muhammad hiyo. Unaona? Kwa hivyo yeye anasafisha mambo zake na jina ya wazee. Sasa kurudia wazee ni chifu wenyewe arudiane na wazee na wafanye kazi kwa vile walikuwa wanafanya. Waache kuharibia ni kitu kidogo na uchochezi haina maana. Sababu kuna wazee hapa na ni wafisadi. Tukiwawekelea mezani ndio wataweza wajua sisi ni wafisadi, tunawajua vizuri. Wengine wanakalia ploti za watu. Kama sasa wewe ulinunua ploti na sasa ukienda kuitisha ploti, wao wazee wanaanza kusema hapana, hapa ni kwa huyo Haruni, na Haruni aliu au mtoto wake ndio anadai. Haruni aliuza na akaenda, mtoto wake ndio anadai. Hapa ni kwa mtoto wa Haruni. Nasikia wanasaidia kufanya ufisadi. Wengi baka wakora baka kinyumbani kwao kifamilia ni wakora. Tunawajua. Tukiwaekelea kwa mesa hawa watatoroka. Tunakaa hapa miaka ngapi? Miaka karibu 20 tukiwa wazee hapa. Nini hatujui? Hakuna kitu hatujui. Mimi nikiwa kijana, mzee mwangu wa Munene, mzee Mtageri, mzee Saji ni yule baba Saji alikuwa na baba nani? Baba Liteti. Sijui kama mnamjua Liteti. Mzee mmoja alikuwa kwa yasi. ule mzee wa baba Kibrangat.
Nani John mzungu ule John alikuwa ni baba Johnny. Baba Johnny. Unaona wale wazee, mzee wa huyu anaitwa nani, mzee Mwai na huyu mzee wa baba Baturi walituita, wanaita vijana wale wanataka kujua maneno ya wazee. Tulikuwa wakifanya kesi na walikuwa wanafanya kesi Jumapili. Unaona? Na hiyo nyumba tulikuwa tunafanyia kesi, unajua ilijengwa na nani? Ilijengwa na ule aliyete polisi Buruburu ni Gina. Na akajenga posti na mabati yake na vitu zake. Hiyo ilibakia pale. Alijenga hiyo nyumba na akajenga hiyo posti. Yeye ndiye alileta polisi posti hapa Buruburu. Huyo Gina. Na ndio mwenye ile bar ilikuwa inaitwa Saidiwe, lakini wakati ilikuwa inaitwa Wakanyore. Unaona? Saa hizi ni nyumba ya kukodesha ziko pale Bullpark. Watu wengi hawajui, maana yake wale wanatoa usaidi pale hawakuwa wanazaliwa. Sitaki kuwataja jina, akiwa hakuwa anazaliwa, hata chifu mwenyewe hakuwa anazaliwa. Ni akae chini na wazee waongee, hata kama sisi tunatoka, sababu sisi kufutwa tunafutwa, ni kuritaya tunaritaya. Si ati watangaze kufutwa, hako na kukosea. Unatoka nje kuambia raia mtoto alikosea, bibi yangu alikosea. Hata bibi yangu wako akifanya usaliti nje au mpango wa kado nje, huwezi kwenda kutangaza nje. Sasa yeye aliita watu pale atukutangaza sisi, lakini ufisadi ni wake, si wetu. Uko tayari labda ikiwa ataitisha mkutano ya maridhiano, uko tayari kuenda katika mkutano kama ile, kuridhiana na wazee wenzie na kuombana msamaha kijumla? Mimi mkutano wa amani. Mimi hapo mbeleni nilikwambia sina chuki na mtu na sitakuwa na chuki na sitabeba mtu juu mimi niko na familia. Niko na watoto wengi sana, watoto haisabiwi. Niko na vijana wengi sana na sina kuwa na chuki na mtu. Kuwa na chuki na mtu hata Mungu atakulaani. Sasa mimi sina chuki na mtu wowote, lakini mtu akiwa na chuki yake na mimi sina chuki na yeye. Kwa hivyo hata kama nikuniita au aite wazee au aite mkutano, mimi lazima nifike pale. Najua kutii. Chifu hawezi kuitana nikataa kwa sababu ni chifu wa area. Siwezi kataa kwenda, nitaenda. Na hata sasa akiniita nitaenda. Si ati lazima niite sababu ya hii maneno, ana pengine kuna kitu fulani anataka kuuliza, anaweza kuniita, mimi namueleza vile kijiji iko. Hata beleni mimi ndio alikuwa anapigia simu. Mzee Kajuki, kuna kaji ukijiji nasikia kuna ugua, sijui kuna watu wanapigana, kuna watu wanatoa meno, kuna mtu alikufa, namuelezea. Saa hii ikifika hapa ndio inaleta maneno. Sasa hizi tunaona kwamba vile umesema si ati mnatoka, ni kuritaya mnaritaya. Na hapo mbeleni umesema kwamba kitambo wale mababu zetu na mababu zetu walikuwa wakiwaalika kila Jumapili, wanaonesha namna ambavyo kwamba wanafanya mkutano. Kando na saizi for the past I think like 5 to 10 years jesikia nyinyi mkiitana, tunaitana au mnaitana. Lakini do you think kwamba sasa mkatoka wale wataingia wataweza kufanya kazi kama vile mlivyofanya kazi, vile mababu walivyofanya kazi? Hawa wakikuja hawa ambao kwamba wataingia, je, unadhania kwamba watakuwa na experience kama ile mlikuwa nayo? Kulingana na vile kichwa ya mtu wako tunaita vijana. Si vijana sababu wengine wako na mabibi. Unajua kwa Kikuyu mtu akiwa tunamwitaka mzee. Sasa yeye ako na bibi, wanakuja pale, tunafanya mikutano, tunakata kesi akiwa pale, tunaona kama kuna barua inataka iandikwe iende kotini au iende kwa dio au kuna barua inafanywa kila kitu makazi ya, lakini kuna pahali nyingine tunawafukuza nje juu kuna wamama wanakuja wanaongea maneno mengine baya na wazee ndio wanafaa kusikiza hiyo maneno. Sasa tunaikata kwa njia ya nini, lakini baada ya kumalizia tunawaita. Hii kesi tunaona huyu ako na makosa sababu ya hivi na hivi na hivi na hivi, bila kutaja ile kitu mama alisema au vile mzee alisema. Na tuna wengi tunafundisha, wako wengi sana. So unadhania kwamba hawataweza sana, lazima wagaidiwe.
ni kama sasa kwa mfano serikali ikiwa na wazee tupu iwezi endelea, lazima iweke vijana, na ikiwekwa vijana tupu iwezi endelea mpaka iwekwe wazee. Kwa hivyo ikiwekwa wazee 3 4 na vijana wao ni wengi, inaweza kuwa mzuri sana. Right. Kuna watu wanakuangalia hapa, wanakutazama hapa, wana matatizo. Kuna wale wako na matatizo ya ploti, kuna wale mpaka sasa wanazo hizo shida za mashamba ambapo kwamba mpaka sasa kesi zao hazijatatuliwa. Labda watu kama hao unaweza waambia nini? Naweza sema kitu kimoja. Jana nilikuja kuangalia kura hapo, nikaenda nikakuta Spora na Kahiga. Akaniita akaniambia, unajua hiyo ploti vile ilienda yake, tunaweza fanya namna gani? Nikamwambia, unajua tulifutwa, ni wao wanafutana. Ndio nilimuelezea. Kahiga akasema ni kweli tulifutwa, lakini hatuwezi kukosa kufanya nini? Kufanya kazi. Fanya hivi, sisi tutakuja kugawa hiyo ploti. Na msaidida Chief Dida ndio aligawa ploti na wazee wengine, mimi sikuwa hapo. Lakini mama Spora ni mimi aliniambia vile kuna taka, na nikamwambia vile atajenga ndio sasa itikuliwe, na ukweli inakuliwa kama futi 3 kwake. Unaona? Kulingana ile map kulingana map na beacon anakuliwa. Sasa alikuwa ananiuliza tutafanya nini? Kwa nini ananiuliza na kuna chief na kuna mdogo wake? Ni kuamini wazee. Hakuna watu wanaamini machifu kweli wa mambo, tuseme ukweli. Wanaamini wazee. Sababu juzi tulikuwa na machifu wote pale, tunaota jua. Wa mama wawili wakakuja, wakauliza, mimi nataka Mzee Kariuki. Na niko hapo. Huyo mama alikuwa anaambiwa na nani? Mzee Kariuki na anijui. Chifu akauliza nini? Chifu Charo ndio akaja aliuliza, unamtakia nini? Nataka aende aniangalilie bikoni zangu. Na hii majina natoka Kajiado hii. Kwa hivyo alitumwa kwake. Hakutumwa kwa chifu. Alitumwa kwa Kariuki. Kwa hivyo mimi nikachukua wazee, tukaenda tukamwangalilia bikoni zake na akaridhika, tukaandika ripoti na ikarudi Kajiado na hiyo mambo ikaisha. So unahakikishia wale ambao kwamba wana matatizo za ploti, shamba, ambao kwamba hawajasaidika mpaka sasa, unaweza waambia vipi? Mimi kwangu mimi bado retire na bado futwa kazi. Maana kufutwa ni kukufa tu. Ndio kufutwa. Mtu akiwa na shida yake mimi anikujie, sababu sinasikia kama leo alikuja 4 na nikasuluhisha hiyo mambo ya sura na hiyo bibi anapigwa na bwana wake, nikasuluhisha. Mwingine ni pesa walikuwa anakupatia, huyu anakopea huyu, nikasuluhisha. Mwingine alikataa na pesa ya huyu na akachukua redio yake, nikasuluhisha. Sasa hawakwenda polisi, hawakwenda kwa chief. Ukienda polisi wanatumwa kwangu mpaka usiku. Saa 6 ya usiku nasikia mtu ana polisi na edeni kwa Mzee Kariuki, hiyo mambo yatabalisa. Polisi pale. Polisi Ngong. Kwa hivyo kuvutwa ni mtu hapa asema kuvutwa ni ngumu, na mimi naweza fanya kazi yoyote hivi, inaweza kuja na nisaidie mtu. Kama ile sitaweza naenda kwa machifu hao. Naambia hapa kwa mama ako hivi na hivi au mzee ako hivi na hivi, sasa anataka usaidizi hivi na hivi na hivi. Hao wenyewe wananiuliza, kwani hukuweza hiyo? Mimi siwezi hiyo. Maana mtu akikufa kuripoti waje enda kwa chief. Ukitaka kaburi enda kwa chief. Unaona? Kwa chief atoe idhini ndio sasa wazee waingili. Kwa hivyo kitu ikitokea kibaya inaanjaga na nani? Na machifu. Kwa chifu hao nasema kama kuna wazee wanakaa kwa chifu, sio yote, hata serikali hii iko kipendelea kwa ule anakuongoza itakuwa safe kwako, lakini ni wrong. Na mimi wananipendea kwa hata machifu na waambia hapa hii kwenda vizuri, hapa hatuwezi kuhukumia huyu mama hivi, hatuwezi kuhukumia huyu mzee hivi. Hapana, sababu tukigewe ati chifu anakupenda, sisi wazee ndio tutawachwa kwa lawama. Na hao unasema pengine wako kwa chifu na wanaemea pande ya chief wako, ukweli wako.
Hata tunasikia wengine, kuna watu walikuwa wanatukanwa jana wale pande hiyo, na ndio chifu anataka hao, anataka kutoa wale wanafanya kazi aweke wale wake, na wale, hebu imagine mimi sipati msahara ya kutaka, unaona chifu anakuambia usilete 500 utakuja chai pale, na hauna msahara na yeye akona msahara. Hiyo ni kuonesha nini? Si kuonesha watu hata mwenyewe akona imani na wazee, na ujue si pesa tunapatiwa. Kama sasa hiyo kesi nilifanya leo, hakuna shilingi moja nilipatiwa, shilingi moja tu kuna nilipatiwa, na nilimaliza hiyo kesi na hiyo mambo ikaisha.